Tafakari kisa cha Petro alipokuwa ameona njaa, lakini haikuwa njaa ya chakula. Mara ghafla akapata maono, na hayo maono yalikuwa ni maono ambayo yaliweza kumtokea. Akaona kitambaa kikubwa, na kicho kitambaa kikawa kimebeba kila aina ya wanyama najisi na wanyama wema. Na kisa hiki unapoendelea kujifundisha, hakina maana wala hakituambii kwamba Petro alichinja, lakini walio wengi leo hii wanachinja wakila kwamba na Petro alikula, lakini jambo hili sio kweli. Kisa hiki ni kisa ambacho Petro alikuwa akionyeshwa mataifa nao wamelikubali neno la Bwana. Kwa maana wale watoto walikuwa wanamtafuta, walipompeleka kule kwa Kornelio, alipofika alisema ameonywa na Mungu asimwite mtu yote najisi. Ikiwa maana kwamba wale watu ambao walikuwa ni mataifa ni watu ambao walikuwa ni najisi, maana walikuwa bado hawajatakaswa na neno la Mungu. Sasa muda umefika wa wao kuweza kutakaswa na neno la Mungu, maana mbingu zimewachagua na wao kwa ajili ya kudumu katika kweli na kwa ajili ya kuendelea kumtukuza Mungu na kumrudishia Mungu utukufu. Wapendwa, hana maana ya vyakula. Ninyi mnaodhani kwamba Petro alionyeshwa vyakula akachinja nakara, na leo hii mnaendelea kula panya wafipa na nguruwe, nafikiri ni watu wengi. Kambari, mnapotea. Sasa turudi kwenye maandiko makuu ambayo ni Biblia. Maana kwenye Isaya 66 neno la Mungu linasema kwamba wale wanao kula nguruwe na kula panya Mungu atawakomesha. Mpendwa, usikubali kuadhibiwa na Bwana. Kubali kutii kweli na neno la Mungu likakuongoza sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Nikupe tafakari njema, uzidi kumomba Mungu na uzidi kutafakari namna kuendelea kumheshimu Mungu na kumtii. Ubarikiwe.